Ngapi? Haya, tuanze 6. Na mkutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo. Walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya, kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakapona. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Na mtu mmoja jina lake Simon hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Samaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza, tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Na yeye Simon mwenyewe aliamini, akabatizwa, akashikamana na Filipo, akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa inayotendeka. Bwana asifiwe. There is a story ambayo nataka tuiangalie kwa ufupi, na sisi kama kanisa pia tuingie hapo. Lakini juu ya hiyo story tunagundua ya kwamba haya mambo yanatokea baada ya kwamba Paulo, yule ambaye ameitwa Sauli, alikuwa amepewa nafasi ya kuliangamiza kanisa, na aliomba ruhusa hiyo rasmi kwa mfalme. Sasa alipokuwa amekuja kupersecute the church, na watu wa kanisa wamekimbia, wametawanyika, kila mmoja ameangukia mahali pake tofauti, hapa ndio huyo bwana Filipo anasikika sasa akifanya mambo ambayo hayakuwepo kabla ya kanisa kutawanywa. Ndiyo inasikika ya kwamba huyu Filipi alipoenda kule alikokwenda sehemu za Samaria, alianza kuhubiri habari njema. Lakini angalia huko Samaria kitu kinafanyika. Kunaye Simon ambaye pia ni mchawi, na amevuta watu wengi kwake, na wanamwamini na wanamsikiliza na wanamfuata. Lakini kama Filipo hangekimbia ile persecution, yale mapigo ambayo yamefanyika kule Yerusalemu, akimbilie huku Samaria, hangekutana na huyu Simon ambaye ni mchawi. Ameconfuse watu wengi. Watu wamemfuata, wazee kwa vijana, watoto kwa watu wazima, wanamwamini ya kwamba ana nguvu, kwa sababu alikuwa na uchawi ambao akifanya vitu vya magician vinafanyika na wale wanaona wanamwamini. Lakini mtumishi wa Bwana Filipo, baada ya kutoka Yerusalemu, amejazwa na Roho Mtakatifu, amejazwa na nguvu za mbinguni, amejazwa na mamlaka ya Roho wa Mungu, akaingia huko sehemu za Samaria, na akakutana na huyu mtu ambaye ameconfuse all the generation, akaanza kuhubiri neno la Bwana. Wapendwa, kuna haja ya sisi kama kanisa la Bwana kutoka katika comfortable zone yetu na tuwaendee watu kule nje. Unaona watu wengi wanatembea barabarani, unaona watu wengi wamekaa huko manyumbani, unaona watu wengi wako kwa biashara na wanafanya bidii, lakini ndani ya mioyo wana majeraha. Wanatafuta ni wapi watapata uponyaji, ni wapi watafunguliwa, ni wapi watamuona Mungu. Hawajasikia habari njema kutoka kwa mtu yeyote. Wanangojea ni nani atawapa fursa ya kuwasikiliza, awatoe kwenye
mitego ya shetani. Na wewe mtu wa Mungu una habari njema. Wewe mtu wa Mungu unajua miujiza inafanyika. Wewe mtu wa Mungu unajua ishara zinaonekana, lakini haujachukua nafasi ya kuwaendea, kuambia ya kwamba kunalo suluhisho ndani ya Yesu. Hapa Power in the Word Christian Church umenyamaza, na wao wanateseka na wanalia, wanaomboleza, na Yesu anasema nendeni mkawaambie na mimi nitawatendea. Hatutanyamaza tena. Bwana Yesu asifiwe. Maana Philip alipokwenda akaanza kuliongea neno la Bwana kwa ujasiri. Akawaambia inawezekana viwete kutembea, inawezekana vipofu kuona, inawezekana viziwi kusikia. Juzi nafikiri on Friday or on Thursday, on Saturday, wakati wa asubuhi sasa nikiwa napumzika, nashukuru Bwana alinipatia elimu fulani, na akawa ananielekeza sasa kwenye ngazi ya tofauti ya miujiza, ishara na maajabu. Akawa ananipeleka katika School of Miracle, Signs and Wonders, na akawa ananiambia how I should operate in that school ili vitu vya ajabu vya miujiza vifanyike. Na akawa ananifundisha habari za miujiza, ishara na maajabu ambayo amekusudia kuzifanya. Akaniweka ndani ya lile darasa kwa muda mrefu, akiniambia hapa ndipo natakana ukae, maana ninatayarisha mambo makuu ya ajabu, wewe uyaelewe, uyafahamu, kwa sababu nimetayarisha kazi za ajabu mbele yako. Hatutanyamaza watu wa Mungu. Every temptation comes with a reason of elevation in your life if you are focused. Usiogope hata pale ulipo sasa. Usiogope hata kile kinachoendelea maishani mwako. Nataka niongee kwa ujasiri. Wewe haufi wala hauangamii wala haufiki mwisho. Ninatangaza kwa jina la Yesu, hapo ulipofika ndio unaanza sasa. Ndio unazaliwa upya. Ndio unainuliwa tena. Ndio unarekebishwa tena. Ndio unafundishwa tena. Ikiwa Bwana amenikujia akaniambia want to elevate you, nimetembea na Bwana miaka mingi toka ujanani mpaka leo, lakini amenirudisha kwa kilasi. Ananiambia learn this about miracles, signs and wonders, man, I want to elevate you unto another level. Nataka nikutangazia watu wa Bwana, hautapoteza maisha yako. Hata kama umebaki peke yako, endelea kumtafuta Mungu. Endelea kusema habari za Bwana. Endelea kutangaza asubuhi. Endelea kuongea jioni. Tangazia jirani. Tangazia fellow waka. Tangazia co-worker. Waambie Yesu anaweza. Na soon and very soon wataona mambo yasiyo ya kawaida. Filipo aliongea, na alipokuwa anaongea miujiza inafanyika. Ishara zinaonekana. Hallelujah. Our church is going to another level. Unajua, wacha nikwambie this prophecy. You are going to another level. A level whereby even a member akiingia mahali popote ambapo mapepo wako watakimbia kwa jina la Yesu. Akiingia mahali popote ambapo kuna mtu ni mgonjwa, ambia hata kama ni cancer, hata kama ni blood pressure, hata kama ni tuberculosis, yataje magonjwa yasiyotii madaktari, Yesu atajidhihirisha. Ni wewe uondoke. Ni wewe uamue kuinuka kama Filipo aliondoka. Alipoondoka akaongea habari za Mungu, naye Mungu akafanya maajabu. Yule mchawi akaokoka, watu waliokuwa wanamfuata wakaokoka, wakaanza kuongea habari za Yesu. Na mimi natangaza leo mchana, Yesu anakutuma kijijini kwenu. Nenda ukawahubiria habari njema. Wale waliofungwa wafunguliwe, wale wagonjwa uwaponye, wale mamatasa wazae, wale wenye vituko viondoke kwa vituko katika jina la Yesu Kristo.
Na hapo juu mbinguni Mungu anasema ni mtume nani? Anauliza litamtuma nani? Anauliza ni nani aliye tayari? Anauliza ni nani anataka kwenda? Ni nani anataka kwenda na nguvu hizi? Ni nani anataka kwenda na mamlaka haya? Aende vijijini aongee habari za utukufu wa Mungu. Aondoke kwenye uoga na wasiwasi. Unajua kitu kimoja na Yesu Kristo, unapokwenda kufanya kazi yake, na yeye anapanga maisha yako. Unapokwenda kushuhudia habari zake, na yeye anakutayarishia ushuhuda. Unapokwenda kuwafundisha watu, na yeye anapanga kuinua jamii yako. Unapokwenda kuombea wengine, na yeye anasimama na familia yako. Ni wewe ujitoe, ni wewe uinuke, ni wewe uamue. Kama Filipo, usimame kwenye pengo. Kuhepa haitasaidia, kukula kona haitasaidia, kukaa mbali utuangalilie huko haitasaidia. Na ngoja nikwambie, kwenye uchache tulionao ndio Mungu anaenda kujitukuza. Kama usemi amen, mimi sikuelewi. Naomba amen ya maana hapa. Nasema kwenye uchache huu Bwana anaenda kujitukuza. Kwenye uchache huu ndio Mungu anaenda kufanya mambo ya ajabu. Kuna watu hapa utawaona wanaruka kama tai. Kuna watu hapa watafanya mambo ambayo haukutarajia. Hivyo vijiji vitamjua Yesu wa Nazareti. Na mimi nakutuma kwenye nguvu na uweza. Ukikutana na wagonjwa, waponye kwa jina la Yesu. Nakutuma katikati ya mbweha, nakutuma katikati ya mbwa mwitu. Ukikutana na walio na shida, wapatie suluhisho kwa jina la Yesu. Hiyo mikono yako ijaye upako, ijaye uweza, ijaye nguvu, na maneno yako yao ya kuokoa na kukomboa kwa jina la Yesu Kristo. Na walio kudharau siku moja wataanza kukusalimia kwa heshima. I say, nasema heshima inakuja. I say, nasema heshima inakuja. Kuna mtu ukimwangalia hapa saa hii hauwezi kumqualify on anything. Hafai kuonekana kama mtu wa maana, lakini naongelea huyo ambaye sio mtu wa maana. Ndio Yesu anamtafuta, ndio Yesu anamtaka, ndio Yesu anamuulizia leo asimame kama Filipo na aingie kwenye viatu vya Filipo. Atoke aende vijijini, aende kwa familia yake. Hawatakufa tukiwa hai, hawatakufa tukimjua Mungu, hawatakufa kabisa. Yesu atawaokoa, na ni wewe utawaombea, ni wewe utawalilia, ni wewe utawafungia. Ondoka sasa, maana nuru ya Bwana imeangazwa juu yako. Ni nani aliye tayari kubeba habari njema na kuzipeleka kwa mataifa? Ni nani aliye tayari anasema, Baba, usinipite unapowazuru wengine, na mimi pia niinue Bwana, nione ishara zako na maajabu yako ndani ya watu, ndani ya watoto, ndani ya wazee. Wasife nikiwa niko hapa, nikiwa hapa. Nitume Bwana. Ni nani? Ni nani? Mungu anauliza, yuko wapi? Yuko wapi? Yuko wapi huyu anayehurumia hao ndugu zake? Yuko wapi huyu anayehurumia hao walevi, hawa makahaba? Yuko wapi anayehurumia hao wachawi wasiojua lolote, wanaoroga watu usiku na mchana? Yuko wapi mtu anasema, ni mimi nitaokoa jamii yangu? Where is that person? Huyo mtu yuko wapi anayesema enough is enough? Haiwezi kuendelea sana. Hawawezi kuendelea kututesa, hawawezi kuendelea kutusumbua, hawawezi kuendelea kunyanyasa familia yangu. Ninaingia kati kwa jina la Yesu. Nitavunja ngome zao, nitavunja madhabahu zao. Filipo alisimama na neno la Baba, neno la mwana wa Adamu, neno la uwezo, neno lenye mamlaka, na watu wengi wakaokoka. Na Simon yule mchawi akamfuata Yesu Kristo. Hata wewe leo kwenye mlango wa moyo wako Yesu anabisha, anataka kufanya kitu. Yesu anabisha, anataka kuaibisha mtu.
Yesu anabisha, anataka kuinua mtu. Yesu anabisha, anataka kuinua hicho kipawa. Yesu anabisha, anataka kutayarisha maisha yako. Yesu anabisha, anataka kukutia mafuta. Yesu anabisha, anataka kukupa jina jipya. Jina jipya. Nasema jina jipya. Kuna majina watu wameyazoea kwako. Uenda wakawa wanasema wewe ni maskini. Kuna majina watu wamezoea juu yako. Uenda wanasema wewe ni kwisha, wewe ni failure. Kuna majina watu wamezoea juu yako. Uende kwa wanasema hakuna mahali unaenda. Hata hao waliotiwa mafuta, kuna watu wanasema hakuna mahali wanaenda. Lakini leo nataka nikwambie, bado mwezi mmoja tuingie katikati ya mwaka huo. Asubuhi nimewaambia watu wa asubuhi, tukifika mwezi wa 6 tutakuwa na ushuhuda mpya. Huu mwezi wa 5, upende usipende, mwezi huu wa 5, utake usitake, utatupatia mema ya mwezi huu kwa jina la Yesu. Mema ya nchi katika mwezi huu, kuanzia sasa hii tarehe 3 tunaanza kuyaona kwa jina la Bwana. Na kuombea Bwana akubariki, na kuombea Bwana akuinue, na kuombea Bwana atembee na wewe. Mwezi wa 5 ushuhuda ukutafute. Mwezi wa 5 ushuhuda ukutafute. Mwezi wa 5 ukupatie mema ya nchi. Mwezi wa 5 milango yako ifunguliwe. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kila kinachokuangukia mwezi huu wa 5, hiyo milango ninaifungua. Nafungua milango ya pesa mwezi wa 5. Nafungua international money mwezi wa 5. Nafungua baraka zako mwezi wa 5. Historia yako naibadilisha huu mwezi wa 5. Mwezi wa 6 ni ushuhuda tu. Nasema mwezi wa 6 ni ushuhuda tu. Utakuja hapa na ushuhuda tu ya kwamba Bwana amenitendea. Oh, haleluya. Ya kwamba Bwana ameniona, ya kwamba Bwana ameniinua, ya kwamba Bwana amenipa kazi. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea huduma mpya, pokea mwanzo mpya, pokea unabii wa Bwana. Mwezi wa 5 chomoka kwa jina la Yesu. Ondokewa na uvivu, ondokea na uchovu, ondokea na brain ambayo ni tasa, ondokewa na akili isiyozalisha chochote, ondokewa na akili ya kushindwa. Mwezi wa 5 utazaa, utafunguliwa, utabarikiwa, utainuliwa. Mwezi wa 5 unaenda kuconceive in the name of Jesus. Watoto wako ni wengi, utabarikiwa mwezi wa 5. Haleluya, haleluya, haleluya. Na Mungu wa Israeli, Simba wa Yuda, yule ambaye akishuka analeta mabadiliko, yule ambaye akishuka anasema ninakujua, yule ambaye akishuka anasema nilikuumba mimi, yule ambaye akishuka anasema nilikujua kabla uwekwe ndani ya tumbo la mama yako, nilikuwa nimekujua, nilikuita nabii, nilikuita mtume, nilikuita daktari, nilikuita prophet. Huyo Bwana wa mabwana anapopita mahali hapa, maisha yako hayatabaki vile. Mchana wa leo ninatangaza kama nabii wa Bwana ndani ya nyumba hii, mwezi wa 5, mwezi wa 5, mwezi wa 5 ninakutiisha kwa jina la Yesu. Mwezi wa 5 ninakutiisha, utoe mema yako. Watu hawa wabarikiwe, maisha yetu yabarikiwe, jamii yetu ibarikiwe kwa jina la Yesu. Mwezi wa 5 ti mamlaka. Pradosi galabo shanda ya dala. Ti mamlaka. Robore sendi galaburianas. Ti mamlaka. Mema ya nchi ni sehemu yako. Mema ya nchi ni sehemu yako. Mema ya nchi ni sehemu yako. Nasema utaingia na kutoka na kukula na kufurahi, na anointing itakaa juu yako.
Vilivyoliwa na mandumandu na tunutu na parare, ninavirudisha kwa jina la Yesu. Yes, pokea. Nasema pokea. Vilivyoliwa virudishwe, vilivyomezwa vitapikwe. Pokea kwa jina la Yesu. Mwezi wa 5, achilia, achilia baraka, achilia utukufu, achilia nguvu. Mwezi wa 5, achilia mavuno yetu. Achilia, achilia. Tutaongea habari za Mungu mkuu, tutaongea uwezo wa Mungu mkuu. Biashara yako itapanuka in the name of Jesus. Sikiliza, hii ni nzuri. Mungu atakupa capital, atakupa capital, atakupa capital, atakupa capital. Utaanzisha biashara ambayo sio ndogo, ambayo sio ndogo, ambayo sio ndogo. Mungu atakupa capital, uanzishe biashara ambayo sio ndogo. Receive it in the name of Jesus. Kuna machozi yanafutwa, neema ya Bwana inakushukia. Roho wa Bwana aliposhuka, watu walipona, miujiza ikafanyika, ishara zikaonekana. Naomba kwa jina la Yesu wa Nazareti, nguvu za Mungu zilizo hai zishuke ndani yako kuanzia leo mpaka mwezi huu wote. Uone bendera ya ushindi, uone bendera ya kufanikiwa. Naongea kama Filipo, kuchini ya mafuta ya Roho Mtakatifu. Nenda na Bwana, nenda na upako, nenda na nguvu, nenda kazini, nenda kwa jina la Yesu. Nenda kwa baraka, nenda na miujiza, nenda na uponyaji. Magonjwa sio sehemu yako. Upako wa Bwana ukae juu yako. Ukisema maneno yako yawe na nguvu, ukiwaombea wagonjwa wapone, ukiongea habari za baraka zikukute. Nasema nenda na baraka in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Nimwabudu nani mimi kama siyo wewe? Nimwabudu nani mimi kama siyo wewe? Hakuna mwingine wa kumwabudu ila ni wewe Jehova. Ila ni wewe Jehova.